Congratulations. Sikweli jamani. Online imetusababishia vitu vingi sana. Rushwa imepungua, kuonana na watu wa TRA imepungua, kukutana na watu wa TRA, maana watu wa TRA walikuwa kija na ile matai yao marefu hivi. Unaogopa. Watu wanakuja kama 7 hivi na makuruza hapo, buru uko ndani kwenye ofisi zako. Imeisha ile mheshimiwa. Maana yake sasa ule upendo umerudi. Watu wa TRA sasa hivi tunacheka, tuna smile, tunakutana, tunaongea kama binadamu, kama Watanzania. Imekwisha ile maneno. Sasa tusirudi kule nyuma, twende mbele. Kwa hiyo online ni kitu imetusaidia sana. Tunategemea hii IDRAS itatuondolea hii shida. Yaani tunamalizana kwenye mfumo. Sasa wale wakorofi tutafanya kazi pamoja, sisi na nyie, kwa sababu hatutaki wakorofi kwenye sekta yetu ya utalii. Hatutaki. Sekta ya utalii, nyie watu wa TRA, we are making money. We are making money. Sawa? Ikitokea shida ndogo ndogo tu, sijui nani corona, sijui nini, na juzi hapa na nini, ni shida kidogo kidogo, lakini reviving or coming back of tourism is very fast. Kwa sababu sisi kazi yetu ni kukuhudumia wewe ambaye umechoka kutafuta hela kule, kukuhudumia ili tukupambe, tukumasaji, tukunini, tukuchukue na hela zako. Ndio kazi yetu. That is the fact. Our job is hospitality. Ni kukupa huduma wewe, kukuhudumia. Sasa nisipokuhudumia vizuri, mara TRA amekuja, mara sijui mzungu amenyang'anywa passport, sijui nini. Mara kitu ya kwanza mtu wa TRA akija anakuja na mtu wa migration, anachukua passport ya mgeni. Hatuko huko. Not today. Kwa hiyo mheshimiwa, hayo ndiyo maeneo ambayo kidogo sisi tulikuwa tunaona kwenye sekta ya utalii kwa ujumla wake. Ya, matatizo yapo madogo madogo. Kitu kingine cha pili, predictability, ulimi wangu kidogo unanisumbua hapo. Utabiri. Mheshimiwa CG na waheshimiwa nyinyi mnafahamu. Biashara ya utalii siuzi nyanya, mimi ndio nanunua nyanya. Biashara ya utalii unauza uongo. You lie to be the truth. That is our business. Oh, come to Tanzania is a sunshine, but when they come is full of rain. Oh, come to Tanzania is beautiful, when ukienda ni vumbi. That is what we sell. We sell something, we sell imaginable, si ndio? That's what we sell. So we sell, but once we sell, yani tunakupeleka, tunakwambia usiende Zambia, usiende Kenya, usiende huku, njoo Tanzania. Kuna hivi. Ndio kazi yetu. Uongo lakini umefanana na ukweli. Sasa mzungu anakuja, unataka ufanye kitu cha kweli. Mzungu unaongea naye 12 months. You talk predictability, hiyo nani sasa? Unaongea naye 12 months. Nyie watu wa utalii, hamjauliza mikataba ya 2027? Semeni. Si tumeuliza wote? Wageni wetu kule nje hawajauliza? Tumesign 2027 na advance tumeshapokea. Na kodi tumeshakulipa. Kwa sababu mkuu, ukichukua advance ya mgeni, si inaingia benki. Ikiingia benki, si lazima mtoe EFD. EFD si imeshakliki pale 18% kacha? Imeshachukua. Ya 2027. Mjue hiyo. That is the fact. Kwa wale wanaotoa EFD receipt. Na lazima tupambane wote, private sector na nyie. Watu ambao hawatoi EFD receipt, haki ya Mungu tuwashtaki wote. Hakuna kuoneana huruma. Kama ni kodi tulipe, alafu tutalalamika baadaye. Tulipe, alafu tutalalamika. Let's comply and complain. Not complain and comply. And we talk outside today. Let's comply and then we complain. Because we have basis of complaint. Tutakwambia hapana, mheshimiwa CG juzi amesema sisi tumevunja rekodi ya mapato. Ondoka ofisini kwangu. Kwa nini unasumbua? You see what I'm saying? So we comply but we work together. Tufanye pamoja, tusiogopane. Hatuogopi tena TRA, na nimekwambia toka mwanzo. Hatuogopi kabisa. Na nini? Ni kwa sababu ya online. Juzi mkuu mwaka jana tu nikuchekeshe kitu moja. Sijui TRA walivuruga nini. Mimi naongea kwa manufaa ya watu wote. Walivuruga sijui kitu gani huko TRA. Mlikuwa walivuruga zile information data ikawa kama zimepotea. Tukalitoa bili ya 4 billion. 4 billion unalitoa bili. Barua imetumwa benki kuzuia hela. Bahati nzuri mlikuwa mna kikao Mwanza. Tukaitwa Mwanza. Nikatuma mtu Mwanza akaruka na ndege akawafuata Mwanza. Mmoja akakaa ofisini. Unafungua mfumo wa TRA, ofisa vijana wako
wa TRA anakuambia unadaiwa 4 bilioni. Unamwambia kivipi? Unafungua mfumo. Unaambia tarehe fulani nimekulipa, anafuta. Tarehe fulani nimekulipa, anafuta. Unaenda kwenye 4 bilioni mpaka unafika milioni 120 au. Nikamwambia usikimbie. Yaani wewe ulionipigia kwamba unadai 4 bilioni, tumekwenda kwenye mahesabu mpaka nimekufikisha mpaka milioni 20. Uone hata aibu. Hata ukimpeleka bosi wako mwenda sitakufukuza kazi. Bisio tamsei. Kwa hiyo Mungu ametusaidia ile online ile online ile mzee kamatieni hapo hapo. hapo Mustereze kamba kabisa. Hata kama ni pesa yote ya nchi chukua. Boresha. Kwa wazungu nimetoka juzi hapa. Hawa leo dada zangu wa Jerumani. Ukienda ukinunua kitu, kabla hujapewa ile kitu unapewa risiti kwanza. Hapa Tanzania unapewa kitu kwanza, risiti baadaye. It is two things different. Correct or not? In Europe, kweli. Wanajua. Yaani ukioda maji unapewa risiti kwanza ndio unapewa maji. Yaani risiti ulipe kwanza ndio uchukue maji. Hapa kwetu the opposite. Anakuangalia kwamba huyu amefanana huyu, fake huyu, simpi risiti. Tusikubali. We should not support people who doesn't give a receipt. And sisi in tourism industry, we have our own platform. We have 840 members in our platform. And we say, buy from here, buy from this, buy from that. Don't buy from that. Kwa sababu atoi risiti, kwa sababu yuko hivi, kwa sababu hivyo. Kwa hiyo pole tukiijenga, watanyosha mstari. Tukilipa tutawadai. Tutakuja kwenu tunawadai, tunaambia dokta, hapana samani, tumewalipa kodi hizi hapa. Tunataka barabara. Vumbi inatupiga, wageni wetu wanateseka. Tunataka barabara. Sasa tukitaka barabara, pesa huoni. Wewe uko TRA utatoa pesa wapi? Board Road itapata pesa wapi kama hatutoi pesa? Lakini tukiwa nayo tukikwambia hizi hapa na tunataka information kwenye IDRAS hii, nataka ni Kigonga Chambulo, nijue ni kodi zangu ngapi nimelipa TRA. Ili siku moja ukiniambia sijalipa na mzee, kuna bilioni kama 12 nimekulipa. Una taarifa? Nipate hiyo information mimi mwenyewe pia. Yani that information I feed, I can be able to retrieve it. Sindio? For my own use. Because to pay tax is to be proud. People, kulipa kodi yani unasikia raha. Si kweli jamani? Ni raha. Ni raha jamani, sio vita. Kwa hiyo mheshimiwa, kuna huo utabiri muhimu sana kwenye sekta hii ya utalii. Mimi naongelea sasa wale wageni. Maana hapa sasa ukishabuku kwangu lazima ulipe deposit, because mwezi wa July, August, September, October is fully booked. We are fully booked for next year already. We have paid we have took deposit. Na kama ukitaka nawe kwenye document kwenye computer takuonyesha ngapi nimeshachukua. Ya 2027 we took already. Which is a business. Our business with TRA is rolling. Is a wheel. Ikisimama ndio pale kuna shida, kama ilivyosimama enzi ya corona na tulipata shida kidogo. Lakini wote tulielewana. TRA walielewa, watu walielewa, biashara nzima ilienda. Kwa hiyo you are a partner. Yes, you are a real partner. It's not kidogo. No, you are. Kwa hiyo kuna issue ya predatory ili yatusumbua. Kwa hiyo mmoja anakuja kodi, mwingine anakuja tozo hii, mwingine anakuja shangaa, jamani tunaendaje hapa? Hizi pesa mimi natoa wapi? Huyo mgeni unamwambia kesho imepanda, park fees is up tomorrow. It's like, are you serious you people? Are you serious? In some other country in Europe, when you put a price, when you fix the rate, you change, you go to the court. You'll sue the government. Sasa sisi wa Tanzania tumeshawahi kushtaki serikali yetu hata siku moja. You see what I'm saying? Kwa hiyo hapo ndio sio shida. Kwa hiyo ile ni mila na desturi zetu. Kwa hiyo hiyo gap hapo mheshimiwa, tunaomba muiangalie kwenye sekta ya utalii. Especially when you discuss anything regarding a tourist. A tourist coming to Tanzania, they are not millionaires. They are teachers, retired teachers, retired workers, save their money for months and years to come to enjoy in Tanzania. You change $100, you change $50, they get frustrated because they are not, their life there is not like what we do here. Their taxes is 5 years plan, whatever plan. This is the rate, that is the rate. Wakiongeza bei kule kwa wazungu ya 0.1 euro in sugar, maandamano nchi nzima utaweza kuzuia. You see, it's totally different culture. Kwa hiyo tunaomba tu hiyo kitu ya tusaidie kwamba tuweze kuweka biashara zetu vizuri. Mfano mheshimiwa,
CG. Leo mmeamua kwamba kodi mnataka so much money in the tourism, lakini mseme leo, lakini next year 2027 tarehe 14 Februari tunaanza kutumia, no problem. Sisi kazi yetu ni kuweka kwenye ile bei na kuuza, that's it. Kwa sababu mzungu anayekuja hapa anakuja kutumia. A tourist coming in this country come to use his money, unless otherwise is a hunter, maybe come to shoot and take the ivory na nini. But kwetu wanakula, tunawakumuta kabisa, tunawajeuza, tunawakumuta, ila yote wanaacha hapa. Na wengine wanaomba mikopo wanatumia hela, tunaendelea na kazi. Ndio biashara tunayofanya. Hachukui kitu chochote, atachukua tu kaushanga hapo, maskini anaenda nacho, lakini ametuletea pesa, amekuja kuspend ile pesa yake hapa. Yule lazima tumchunge na tusimfrustrate. Kwa hiyo mojawapo ya ile how to grow the business, that is a part and parcel of growing our business, is to make sure we protect that business first. First we have to protect what we have and then looking for expansion. Lazima tukichunge kile tulicho nacho, mtu asije akakigusa, alafu tuendelee tukiendelea mbele. La tatu, ambayo kati namalizia manne tu, ulinganifu wa kiutawala. Kwa kuboresha uzingatiaji wa uhiari compliance na kupunguza migogoro, tunashauri yafuatavyo: kutolewa kwa miongozo iliyoandikwa mahususi kwa sekta, yani mkitoa miongozo mtoe kwa sekta ili tuelewe. Na elimu, akina mama Mkumba, sijui kama uko bado kwenye elimu au wapi, mtusaidie tena ile elimu. Maana ilikuwa ni kahawa tu na kasambusa hapo basi na karanga, wala tulikuwa tutaki hata vitu vingi. Na ukumbi tulikuwa tunatoaga hata sisi. Na sio hongo ile, ni you have to educate us to comply. Tafsiri za kikodi katika sekta zisizofanana kote nchini. Mheshimiwa, kuna hicho tatizo. Tafsiri za kikodi, especially sometimes there is a people take a loop. Yaani wanachukua advantage ya hiyo. Huyu anatafsiri vikwake, mkuu wa Arusha anatafsiri vikwake, wa Manyara vikwake, huyu vikwake, kila mmoja tafsiri yake tofauti. Lakini tukiwa na tafsiri moja, kodi moja inayoeleweka kwamba sekta ya utalii kodi yenu ni 1, 2, 3, 4, full stop, people will comply. Kwa sababu unachukua tu ile kodi, unaingiza na gharama zako, unauza. It's very simple. Sasa mtu akiiba hapo ni tamaa. Ni tamaa tu. Ni tamaa kabisa. It's a greediness. When you steal that money, it is a greed. You are just a greed. Kwa hiyo mikutano ya kiufundi katika sekta na TRA kwa masuala magumu ambayo yanahitaji uelewa kati ya TRA na wafanyabiashara wa sekta hii. Mheshimiwa CG, iko hivi. Msifikirie kwamba wa maauditor kama wako hapa, mtanisamee nawaambia. Usifikirie wa maauditor wanatusaidia. Mimi nafanya na PwC. PwC kabisa. We are big company, we are LTD. Kwa hiyo usifikirie wa maauditor wanatusaidia. Maauditor hawa ni mojawapo pia ya upotevu wa pesa zenu. Akiamku na kuapia kwa ukweli wa Mungu ndani ya roho yangu. Wale wanaweza wakaja kukuambia bana, hapa usilipe, hii haina shida. Lakini utamtoa. Lazima umpe rushwa. Maana amekusevia, eti anakusevia hela. Anakusevia hela kwa wapi? Na hiyo kitu mimi nimelalamikia kwa muda mrefu sana. Namwambia auditor, wewe samahani. Wewe kisheria nimeambiwa nikuchukue kama auditor. Wewe umeshirikiana na mimi kuibia TRA. Kwa nini wewe ukamatwi? Kwa nini kamatwe mimi mwenyewe tu nilipe haya mafaini? Ukamatwe na wewe. Maana tulipeleka hiyo document pamoja. Muangalie hiyo kitu imekaaje. Kweli kabisa, kweli uongo. Wewe umeambiwa kwa sheria umtumie auditor. Kwa nini simtumie mke wangu tu akawa auditor wangu? But the fact is that, jamani, mkikwepa maneno na waheshimiwa wao hapa, tutasema lini? Si sawa? Wewe ni auditor. Nimeambia na TRA mahesabu yako niletee na auditor. Auditor mamilioni unampa. Mamilioni mzee. Mnafahamu kabisa mabei yao. Na mnafahamu magari wanaoendesha na masuti wanayovaa, mnafahamu. Lakini mimi wakati kitokea kweli si ya TRA namlipa tena bayawa, alafu ile problem ikishatokea yeye sasa hayupo. Wewe ndio uliambiwa ufanye mahesabu yangu na serikali imempa leseni. Afungiwe leseni yake na yeye. Hata nipate hasara nilipe hiyo. Ili wakome kushirikiana na wafanyabiashara kuibia serikali. Wakome kabisa. Hiyo tutasimamia, hata kwenye kura tutapiga. Ni kweli jamani. Me, I don't see the point why should I use the auditor. Why?
Jamani, there is a income, expenditure and profit, si ndio? What is out, what is profit, TRA chako hicho. Mnashindwa kufanya mahesabu kwenye Excel sheet. Si tunaweza? TRA unaenda kumtafuta auditor wa nini? Mamilioni ya pesa. Alafu ukishapata tatizo, huyo auditor akusaidii. Ukikusaidia ni kesi nyingine hiyo. Ni kama mawakili kabisa. Wanafanya kazi kama mawakili. Ukienda kwa wakili anakwambia ni kesi hii. Hata kama sio kesi, anakwambia ni kesi. Kwa hiyo mtu angalie hapo. Tusishirikiane na maauditor. Na maauditor pia wasishirikiane na TRA. Tukibana hapo, tumenyoosha mstari. Tubane hapo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kidogo tunakiona akijakaa. Kwa maoni mliotoa, tumechukua yote. Hakuna ambalo sio la kwetu. Nasema we are partners in your business. If infrastructure hinders your business, it hinders our share. So we are concerned with everything which you have. Swala la miundombinu nimelichukua. Swala la mikopo pia nimelichukua. Swala la uzalendo wa kulipa kodi in two ways. One, kuendelea kutoa elimu kuanzia kwenye shule za msingi mpaka vyuoni. Tumeshaanza vyuoni, tuna mitaala, tutafanya zaidi kutoka shule ya msingi mpaka kwenye vyuo. Lakini shule kubwa ni familia. Nyinyi mna watoto, kama unampa mtoto hela akanunue kitu, whether ni goods au hata service, usaidie, muambie wasikubali bila kupewa risiti. Kifanya hivyo itasaidia sana. Na hata akija kufanya biashara yeye mwenyewe hata acha kulipa kodi. Nafahamu kuna changamoto ya wamachinga. Jambo zuri kwa wamachinga wengi, tuambia mambo mawili. Moja, hawako against kulipa kodi. Kama mzee Chambura alivyosema, wanataka kulipa kodi, lakini wanataka wawekewe mazingira mazuri. Hatuwezi kuruhusu mlipishe kodi mtu amekaa mbele ya duka la mtu, lakini hatuwezi kuendelea kuacha muda wote wakae mbele ya maduka ya watu. Haiwezekani. Kwa hiyo tunatafuta solution, na wao lazima wachangie kulipa kodi, lakini na wao lazima tuwawekee mazingira mazuri wafanye shughuli zao. Uzuri wa kodi zetu, unalipa based on your income. Kama una kipato zaidi ya milioni 4 kwa mwaka, unaanza kuchangia shilingi milioni 4 mpaka milioni 7, laki moja. Unachangia laki moja kwa mwaka, ambayo kiigawanya kwa miezi 12 ni shilingi 8,000 na kitu kwa mwezi, ambayo ni inalipika kwa mtu ambaye anafanya biashara. Kwa hiyo kila mmoja atalipa kwa uwezo wake. Machinga atalipa kwa uwezo wake, kwa mazingira alionayo. Chambua mwenye hoteli 32, leo nimepata taarifa hapa, na atalipa kwa uwezo wake. This is how we do. Kwa hiyo tumelichukua na tunaenda nalo hivi, na tutakuwa tunaweka mabango ya kuonyesha barabara hii imejengwa kwa pesa za walipa kodi, ili ukitembea ujione kwamba wewe ndio umejenga hiyo barabara. Sasa ukiwa unaomba exemption nyingi na ujione kwamba wewe hujafanya. Wale walipa kodi ambao huduma zao zinafanyiwa Dar es Salaam wanaona ni gharama sana, na wakasema wawekewe ofisi. Sasa Mheshimiwa Rais akishasema, sisi tunakuja kuangalia utekelezaji unakuwaje, na ndio maana nimewasikiliza, lakini tutawasikiliza na wadau wengine.
Wewe pia tutakusikiliza, sio lazima iwe in public, tutakusikiliza hata in private. Tutatupa maoni yako. Alafu sisi sasa, kwa sababu lengo letu ni kuwezesha biashara na kuondoa usumbufu wa kulipa kodi, tutaangalia namna gani tunatekeleza. Ndio maana nimekuja mwenyewe na wenzangu, lakini tuna nafasi ya kuwasaidia, kwa sababu ukifunga biashara tutakosa kodi yetu, na sisi tunathamini hata kama unastahili kulipa kidogo, lakini kiwe endelevu kila mwaka tukipata, badala ya kupata mwaka mmoja alafu mwakani kinakuwa. Mimi binafsi kwa majina anaitwa Dr. Lameck Karanga, ndiye mkuu wa wilaya ya Karatu kwa sasa. Nipende kuchukua nafasi hii pia kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona kwamba Karatu ni sehemu ambayo pia ina mchango mkubwa katika taifa hili, na kukuelekeza kuongea na wafanyabiashara na wafanyikazi wote wa Karatu ili uweze kupata mawili matatu kutoka kwao na muweze kufikisha nchi hii mbali katika mwendelezo wa kuhakikisha kwamba kodi yetu tunaiweka vizuri na taifa letu liweze kuendelea. Awali ya yote, nipende kutoa salamu za wilaya. Mheshimiwa Kamishna, wilaya hii ni wilaya ambayo katika wilaya zote Tanzania ni wilaya muhimu sana. Ni kati ya wilaya ambayo ni tofauti na wilaya zingine, na ni wilaya ambayo imebarikiwa kuwa na uwekezaji wa utalii, kwa sababu tuna malango kama manne. Tunalo Serengeti, tunalo Ngorongoro, tunayo Tanapa, Tarangire, lakini pia tuna utalii wa tofauti katika Afrika ambao unapatikana katika moja ya tarafa za wilaya ya Karatu, ambao ni utalii wa Wahadzabe, watu pekee waliobaki katika asili ya utamaduni wao, napatikana Lake Eyasi. Lakini pia hii wilaya ina madini mengi. Tunayo dhahabu, tunayo Amazonite na tunavyo vitu vingi. Amazonite ina maana kwamba magari mnayotumia vioo vyake vinatengenezwa na hayo madini, na yenyewe pia yanapatikana katika wilaya ya Karatu. Mwisho kabisa, wilaya hii ina hoteli za kitalii kuanzia nyota 3 kuendelea, sio chini ya 198, na nashukuru wafanyabiashara wa hapa wanashiriki kikamilifu kulipa kodi, na wewe ni shahidi, wengine wameibuka kuwa washindi na tuzo tumeziona. Nina imani kubwa wafanyabiashara wangu wamefanya hivyo kwa sababu wanaipenda nchi yao na wanapenda uzalendo. Kwa jina naitwa Mary Panga, ni director wa hapa Acacia Farm Lodge. Kwanza nashukuru kwa uji wenu siku hii ya leo kupata semina kuhusu TRA. Kwa hiyo kama wenyeji wa Karatu, wafanyabiashara wakubwa wa Karatu, tumeshukuru na tumefurahi kupata bahati hii ya kufikiwa na kamishna wetu wa TRA. Langu kwa TRA, kwanza waendelee kutupa elimu kuhusu ulipaji wa kodi, kwa sababu wafanyabiashara wengi wanahitaji kufanya biashara lakini bado hawajapata elimu ya kutosha kuhusu ulipaji wa kodi. Kwa hiyo semina tunapopata kila wakati inatuwezesha pia sisi wafanyabiashara kulipa kodi kwa wakati bila kukwepa. Na hapa Acacia tunapata wageni kutoka nchi mbalimbali ambapo tunaweza kuwahudumia wote kutokana na nchi zao walikotoka. Tuna wafanyakazi wa kutosha ambao tunaweza kuwahudumia wageni wetu hata wakiwa wengi kiasi gani.